In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name, Merlin. Haya basi tena tuingia katika sehemu ya pili kabisa ya picha wanaita Merlin. Leo katika usiku mmoja, kuna mtu mmoja alikuwa anaingia katika ardhi nje kidogo ya mji wa Camelot. Huyu mtu alikuwa anakwenda eneo moja. Kuna kitu alikuwa anaweza kuhitaji, duka la kuuza masilaha. I understand you have a shield. Asema najua kuna ngao unayouza kwa ajili yangu. Jamaa akamwambia ninauza. Huyu mtu anauza silaha, yani anafanya kazi za kuuza masilaha, yani zile ngao za kichawi. Akamwambia unaona ngao ina picha za nyoka watatu. Nyoka ukipata ngao utashinda. Nionyeshe nafanyaje kazi. Huyu mtu aliomba kuoneshwa. Alitamka maneno ya kichawi huwezi kuamini. Nyoka ambao ni picha walikuwa nyoka wa kweli na wako hai. Tazama namna hiyo. Nyoka alitoka pale kwenye ngao huwezi kuamini. Ni nyoka hapa. Akaambia nyoka ukimbananisha mpinzani wako kwenye hawa nyoka, alafu kawaambia nyoka chop wanamuuma pale pale. Kwa ataparalyze pale pale. Mpinzani lazima paralyze pale pale. Akaambia chukua nyoka waamrishe watakusikiza. Waamrishe wanasikiza amri yako sasa. Tamka kitu. Tamka neno. Mtu alikuwa anauza ngao za kichawi. Jamaa hawezi kuamini alitamka neno moja. Muweni huyu. Akamlisha nyoka wakamuua aliyemuuzia ile ngao. Kisha akachukua ile ngao bila kulipa na akaondoka nayo. Huyu mtu alichukua farasi moja kwa moja akaelekea moja kwa moja katika ufalme mmoja wa Camelot. Inaonekana huyu mtu alikuwa anakwenda katika michuano ya mashindano katika ufalme wa Camelot. Na huyu mtu sio lengo lake lilikuwa nini, akaingia katika ufalme wa Camelot. Alifika pale. Asema anaitwa Valiant kutoka magharibi mwa Iceland. Akaamba karibu Camelot. Walimkaribisha, mwamba akaingia, sijui ana lengo gani ujamaa. Jamaa kaingia Camelot sijui ana lengo gani, ila aliingia katika mji wa Camelot. Hii ilikuwa ni utangulizi kabisa, picha nzuri quality tena. Picha hii imezaminiwa kabisa na udhamini mkubwa wa bosi mkuu toka pande za Marekani, Jean-Pierre Clovis na Generation de la Sony pande za United States of America. Leo ilifika muda mazoezi kati ya Arthur na Merlin. Walianza mahusiano yao kama kaida. Merlin alikuwa mfanyakazi mpya wa Arthur, kwa alikuwa anafanya majukumu yote yanayompasa kufanya kama vile mfanyakazi wa Prince Arthur. Come on, Merlin. Amenjo Merlin. Walikuwa wanafanya mazoezi, jamaa ajiandaa na mashindano siku ya kesho. Kwa ilibidi Merlin hayo sehemu yake ya mazoezi. Merlin alimpiga kweli kweli. Amenjo kijana, nionyeshe uwezo wako Merlin. Huo sio uwezo wako Merlin. Merlin akitesti ni wapi? Kila kitesti anakuta jamaa na uwezo wa kutosha, anafinya ile mbaya. Alimpiga moja hiyo. Hiyo ilimzimisha. Jamaa akaona usintania. Akasema huko vizuri kweli. Wengine ni kuwapiga moja tu washanguka chini. Asimeisha. Tunaanza mazoezi ndugu yangu. Umeisha wapi? Merlin alichoka. Ilifika usiku mzee mara ya kwanza ameanza kazi yake kama mfanyakazi wa Arthur. Amechoka kweli leo. Gazi alicheka. How was your first day? Naona sasa mkuu mambo yako ameendaje katika mfanyakazi wa kwanza wa Arthur? Azamani nasikia mawimbi kichwani. It was. Gazi kabla ni kwa matisho makubwa. Huyu jamaa anatisha sana. Nimejifunza masuala mengi ya kivita lakini hata sijui inakuaje. Kaongea uchai fulani chap. Kavuta kitabu kichai kaanza kufungua na soma. What have I? Pumbavu nimekwambia kitu gani usifanye kitu wewe. Nikwambia usitumie uchai ovyo ovyo. So pick up the. Mikono yangu inauma nitafanya nini sasa? Usitumie uchai hapa nimekwambia. What would you do? Nifanyaje sasa? Would you just make sure it doesn't? Akisha tu kwamba ukifanya unafanya kwa ajili ya usalama wako utazurika hapa. Arthur. Nimemsaidia Arthur kwa uchai si wawe, lakini kila mtu kwa nini anatudharau? Wewe ni mfanyakazi tu mbele ya uso wa mfalme. Kwa huna thamani kiasi hicho. Kwa hiyo usijipe thamani unapokuwa mbele ya mfalme. Walking out Arthur. Maana kumsaidia Arthur kufanya kazi zake ndio kitu muhimu kwangu mimi. She's here my list. Mbona watu wajibu wangu wanafaa huu? Even Kama ni mfanyakazi mbele ya Arthur tu na ufalme mzima wafanyakazi waheshimiki hapa. girls. Basi itakuwa ni kazi ngumu sana kweli kwa watu wote. Kama ni mfalme mtarajiwa, mtoto wa mfalme mtarajiwa, kwa lazima afanyiwe vitu muhimu na vizuri. Pole pole basi unaniumiza mkono.
Merlin alikuwa kazi yake ya kwanza kama mfanyakazi wa Arthur, basi alikuwa anafanya majukumu yote kumvalisha na nini. Mashindano alikuwa yanaandaliwa leo hapa. Akaambia unatoka kumvalisha upande wa kushoto, kifuani unamvalisha kinga ya kifua. Baada ya hapo usisahau kumvalisha kofia Arthur. Guinevere alikuwa rafiki yake mzuri, akanamfundisha jinsi ya kumvalisha Arthur. Hapana, shukuru. How come you're so much better at this than... Asante kwa jambo uko vizuri katika hili. Babangu ni mfua vyuma. Anatengeneza masilaha kila siku. Kwa mimi kujua kama mwanamke vitu kama hivi ni kibaya kwa sababu mimi babangu hana mtoto wa kiume. Vizuri. Guinevere alikuwa anafanya kazi hiyo. Basi alikuwa anamvalisha mavazi yake leo. Akumbuka ni mgeni mara ya kwanza kufanya kazi kama hizi. Mashindano leo yanakwenda kuanza. Najua mheshimiwa akanamvalisha mavazi ya kivita. Arthur ni mtoto wa mfalme. Kumbuka Prince ni mfalme mtarajiwa, kwa lazima akisha anaandaliwa vizuri. Get nervous. Kama umechanganyikiwa leo. Mimi sijachanganyikiwa. Funga domo basi wewe. Tishia. Alikuwa anaingia kwenye mashindano alafu Merlin anamvunja moyo. Basi Merlin ni mara yake ya kwanza kufanya kazi kama mfanyakazi, kwa hiyo alikuwa hapati kumvalisha vizuri. Baada ya kofia ndio hii. Natumai uko vizuri sana mheshimiwa, unaweza kuondoka bila shaka. Mambo yote yako sawa. Hujasahau kitu wewe? Panga langu liko wapi? Samani. Alikuwa amesahau panga, afu ni kosa kubwa kweli. Jamaa alikuwa anakasirika. Chia huko. Mfanyakazi mara ya kwanza lakini afanye vizuri. Leo nilijitahidi kidogo. Basi ni muda wa michuano ya mashindano ya falme na falme. Basi watu wengi walialikwa katika ufalme. Ilikuwa ni michuano ya kifalme, yani mwaliko kama mashindano fulani, michuano ya kumtafuta mshindi na mjasiri katika hali ya kuboresha uhusiano baina ya falme na falme. Walikuja watu wengi tu, sio peke yake yule bwana. Walikuja watu wengi sana kutoka falme mbalimbali. Na muda ulifika, yule bwana alikuja huyu hapa. Huyu mwenye ngao ya kichawi alikuja. Knight Valiant. Wakati akioko pale mfalme alifika kuwakaribisha wageni wote. It's a great honor to... Asante, furaha kubwa kuwakaribisha mashujaa wakubwa kama ninyi katika ardhi ya Camelot. Takriban siku 3 nzima zimepita kwenda katika michuano kuonesha uwezo wenu. Na tutakwenda kupigana na mshujaa wangu mkubwa Prince Arthur, mtoto wangu shujaa. Only one. Atapatikana mshindi mmoja tu atakayeitwa mshindi katika ardhi. Na atapewa zawadi ya silver na gold 1000 kama sehemu ya zawadi. Hiyo ndo zawadi mashindano haya atapigana katikati ya uwanja. Na atakayeibuka mshindi basi tutajua ni una uwezo au ni muoga, basi utazirika hapa. Mashindano yaanze. Watu wengi walishangilia sana mashindano haya yapate kuanza. Ili akaambia mwanangu, natumai kwamba nakuamini utaniaibisha. Najivunia wewe. Mfalme anamwamini sana kijana wake katika ardhi ya Camelot. Arthur ni shujaa mkubwa sana. Basi yeye kama kiongozi na mtoto wa mfalme Prince Arthur alifungua mashindano ya mtazamaji. Alifungua mashindano haya akipiga panga na mtaalamu mmoja. Panga zikaanza pale kupiga panga. Alikuwa anapiga panga na mtaalamu mmoja kutoka ardhi ya nje kidogo na hapo. Prince Arthur kampushi cha kwanza. Safi! Panga zikaanza napigwa pale. Moto! Jamaa yuko vizuri kweli kweli. Watu alikosa wanapanga pale. Sasa watakika kama mtoto wa mfalme ushindwe kirahisi. Hiyo inakuwa ni kitu ambacho kinakuvunjia heshima. Panga. Peleka panga moja. Hata kampa kitu. Watu wako wewe. Mtu wa kwanza chini huyo hapo. Hata kashinda. Safi! Hata amemwangusha mtu wa kwanza chini. Sasa watu wengi hawana mashaka kabisa na Prince Arthur. Hawana mashaka naye kabisa. Mtu wa kwanza chini, Arthur akapanda juu. Akaingia mtaalamu wa pili mwenye ngao ya nyoka. Huyu bwana naye akaangusha mtu faster. Naye ni mtu anaonekana sio mtu wa kitoto, ana uwezo wa kutosha. Akazidi kwenda juu. Kwa mwingine anapiga panga mbili huyu hapa. Bwana alikuwa si mchezo. Alikuwa anawashusha kweli kweli. Watu walikuwa wengi kweli kweli. Basi mchujo ulikuwa mkubwa sana. Ulikuwa ni mchujo wa hali ya juu sana. Kumbuka ndo
Siku ya kwanza michuano. Huyu bwana anaitwa Knight Valiant. Valiant anapiga kweli kweli na ngao yake ya nyoka. Nakana jamaa anagonga vizuri kweli. Jamaa anapiga panga kweli kweli, anazidi kwenda juu sawa sawa. Kama mtu kana mshangao jamaa mbona anapiga panga kiasi hichi, katoka wapi? Valiant ndio huyo mwenye ngao za nyoka. Alimuona Asa pale. Sasa kumbuka kwa shujaa lazima ujitambe. Asema hongera sana, nimekuona ushindi wako leo uko vizuri. Likewise. Akaambia na wewe pia. Tutakutana pale wakati wa kula. Tutazungumza vizuri usiku. Alimwomba kukutana wazungumze bwana akasepa. Wewe mpuzi nini? Tomorrow you need... Kesho nataka utengeze ngao yangu, unioshe chest yangu, unifulie vitu vyangu vya kivita, kesho nivikuta viko vizima. Akampa Melin kazi ya kumsafishia vitu hivyo vya uwanjani. Sasa Melin ni mchawi, vikapi vinajiosha peke yake, yani kutumia uchawi wake akanasafisha peke yake. Yani vinajiosha, anasoma kitabu, uchawi unafanya kazi ya kunoa panga, anaosha kila kitu. Gazi kuingia akamfuma. Unatumia uchawi tena kufanya kazi zako? Hapana. Nimeona kitu gani? Gazi kajua. Ndio kuambia msosi tayari. Twende ukale. Sasa shaka taza situmie uchawi lakini bado asikilize. Asema nimeona unapigana vizuri sana. Mfalme akana msifu huyu bwana. Unapigana kwa fujo kweli. Anasema hapana. Karibu sana katika ufalme wangu. Na huyu hapa ni binti yangu Lilimugana. Wale mcheki binti mrembo kweli, akampa heshima. Hii ni kawaida sana enzi hizo. Ukiwa unapiga panga basi ulikuwa unajipatia mke zamani sana. Sasa nimekuona ukishindana vizuri leo. Kumbe ulikuwa unaangalia. I understand. Nimesikia kwa mujibu wa sheria kwamba mshindi atakusindikiza kwenye meza ya chakula, si ndio? Anasema ndio. Natumai nitapigana wazavyo uwanjani nishinde ili nikusindikize kwenye chakula, binti. Basi akaingia ndani. Hiyo mtu akamtazama kwa makini. Ndio Morgana pia alivutiwa na uwezo wa jamaa, jinsi anavyopiga panga vizuri. Arthur. Baba. Kama mtu kana mpendea na mkubali jamaa kweli. Na kama watu wengi wanampenda yule jamaa kuliko wewe safari hii. Unaona wivu au? Mimi sijaona wivu. Unaona wivu. Mimi sijaona cha ajabu hapo katikati yake. Anapigana kawaida sana. Hasa kumuogopa. Kama mtu alikuwa anampongeza bwana kuliko Arthur. Arthur anaonekana hasa amekereka kumuona huyu jamaa. Lakini kama vile mmeona wivu hivi, kama sio wivu, inamaanisha nini kusema hivyo? Mimi nataka ashinde yule jamaa kule, sio Arthur. Binti alikuwa anasema hivyo. Siku iliyofuata basi tena wakati wa asubuhi, Ben alikuwa anapita pita katika eneo hili, katika chumba cha kuhifadhia silaha za wapiganaji. Alipokuwa ameingia hapa ndani, kumbuka Melin ana asili ya uchawi fulani. Alihisi kuna kitu kipo sawa hapa. Kuna mtu hapa ndani. Alihisi kuna sauti anausikia. Sauti kama ya nyoka akilia hivi. Lakini aliiona ile ngao ya Knight Valiant. Hii ngao, nyoka anaonekana anafunga watu na kufungua. Maana hizi picha za nyoka si nyoka wa kawaida. Melin kwa cheki kwa makini, aligundua nyoka si nyoka wa kawaida kabisa. Jamaa akamfuma pale pale. Hii picha nyoka kwenye ngao si nyoka wa kawaida. Jamaa alimkuta huyo. Wafanya nini hapa? Amna. Niko vizuri. Nilifuata vifaa vya bosi wangu vya vita. Hivi hapa nilikuwa mnyambeje nivichukue hapa. You best be on your way. Basi faster chukua ondoka. Hamna shida. Ujamaa alikuwa yuko makini kweli kulinda nyoka hawa, nyoka wasionekane. Kumbuka yeye uko ni ngao sio picha, ni nyoka halisi. Ila amejifanya ni picha lakini nyoka wa kichawi. Baada pale alitoka na vifaa vikaleta vyote viko sahara vimesafishwa vizuri. Sasa kufika asubuhi jamaa muda wa kuvaa umefika. Anacheki vifaa vimenolewa vizuri, vimekaa vizuri. Umefanya mwenyewe hii? Akasema ndio. Now let's see if you can get... Basi nafikiri ushaanza kuelewa kazi yako vizuri. Usisahau chochote tena. Sijasahau kitu. Ni muda wa kumvalisha Asa ingia uwanjani. Melin akamvalisha fresh kila kitu. Ashakuwa mzoefu safari hii. Akusahau kitu leo. Leo alimvalisha vizuri. Hapo vipi? Nafikiri uko vizuri. Umeanza kuelewa. Ila uombe usio kufanya vibaya. Anaonekana anajifunza haraka sana. Kwa ajili yako mheshimiwa. Kila laheri uwanjani. Haya, waliingia uwanjani tayari. Kwa michuano zidi ya mashindano zidi kuendelea kila siku. Watu walipongeza kweli. Na Melin alikuwa yuko pale. Is it my imagination? Asa nafikiri ni fikra zangu kama wewe umeanza kuenjoy kazi yako.
Akasema ndio, naanza kuenjoy kidogo angalau, lakini basi sawa. Panga zikaendelea katikati ya uwanja. Michuano ikawa imeendelea baina ya watu wawili hawa. Kumbuka hapa kila mtu anaonesha uwezo wake, anautambulisha falme yake. Watu wengi wakazidi kushushwa, wengi wakazidi kuchujwa. Huku Knight Valiant na Merlin wote wakiwa wanaangalia. Knight Valiant ni yule aliyevaa vazi la njano. Bwana kana finya kweli kweli kutoka magharibi mwa Azle. Gonga panga kweli kweli. Huyu mama alikuwa anapigana kwa mtu kana mshangaa uwezo wake. Leo akampiga mtu mmoja akaanguka pale chini. Sasa kumbuka ngao yake ya kichawi. Akamminyia mtu pale chini kisha akamlisha wale nyoka akamng'ata. Tazama. Ngavie. Nyoka toka chap, ng'ate. Pito. Nyoka akamuuma yule mtu pale pale. Afa karudi chap kwenye ngao. Chinja pale pale. Akamalizia kwa kumchinja. Watu wakaamini mtu huyu kachinjwa. Akashinda tena. Lakini ngao yake inatumia uchawi. Huyu mtu baada ya kung'atwa na wale nyoka, bwana kama mtu hamki tena. Gaius ni dokta wa kifalme, alikwenda kuangalia mbona huyu mtu ameshindwa kuamka. Na michuano ya kawaida tu. Huyu bwana anatumia uchawi wa nyoka, lakini watu wengi hawajua kwamba ndani ya ngao ile kuna nyoka. Ilifika jioni, ananilaje huyu mtu? Gaius akamwambia nashinda kuelewa kitu kimoja si cha kawaida hapa. Huyu mtu ameng'atwa na nyoka wakati alikuwa anapigana na upanga. Inawezekanaje ikawa ameng'atwa na nyoka? Mbona wala apigana na panga, mwizi na panga, mwizi na nyoka? Itakiwa katwe na panga, sio nyoka. Sasa nyoka mtoka wapi kamparalyzisha huyu mtu? Ni kama mtu ana homa ameparalyze. Nataka nijue sumu ya namna gani ya nyoka amemwingia ili nitangaze tiba dhidi ya mtu huyu. Na nikikosa tiba naogopa mtu atakufa, sina njia tena kumsaidia. Sasa ikawa imeshangaza kitu kwamba inakuwaje mtu anapigwa na panga na ng'atwa. Alikuwa anapigana na Knight Valiant. Merlin akaona ngoja akachunguze. Iweje mtu huyu apigane na mtu anapigana na panga aishie kuumwa na nyoka badala ya kukatwa na panga? Sasa Merlin akaanza kumfuatilia huyu jamaa anamuita Knight Valiant. Valiant ni jina la huyu jamaa. Merlin akaanza kumfuatilia sehemu anapokwenda huyu mtu. Akati anamfuatilia kijana Merlin, akati anamfuatilia kijana huyu. Kuna kitu kilimshangaza. Alipochungulia alishangaa kumuona huyu bwana kuna kitu alikuwa anakifanya pale. Huyu mtu alikuwa amekamata panya, anawalisha wale nyoka katika ngao. Tazama namna hii. Merlin akaona wale nyoka ambao wako hai, wanafanya kazi kabisa. So picha ya nyoka ni nyoka wako hai, anawalisha. Kitu kilimshitua Merlin. Jamaa akasikia kuna mtu yuko pale. Merlin kuona vile alikimbia kaenda kujificha. Huyu bwana akatoka. Baada ya bwana kutoka hakuona mtu hapa. Lakini alisi kuna mtu alikuwa hapa. Yuko makini kweli, ana lengo baya katika mji wa Camelot. Sasa hataki mpango yake igundulike ni ipi. Lengo lake ni kumuua Arthur. Baada pale Merlin alirudi. Gaius, nimeona nyoka watatu wakitoka kwenye ngao ya yule jamaa. Nyoka watatu wako wazima wakitoka kwenye ile ngao, anatumia uchawi huyu jamaa. Una hakika? Sasa nimeona nyoka watatu akiwalisha panya kwa macho yangu mawili. Ametumia nyoka wale anawalisha panya nyoka kwenye ile ngao. Ndio alimng'ata huyu mtu akawa ameanguka hapo chini. Maana huyu mtu anatumia nyoka kuua. Na maana huyu mtu aling'atwa na nyoka. Akamwambia Arthur. Akamwambia kama ana nafasi ya kukosea utaingia matatizoni. Najua ni uchawi anatumia. Hata kama anatumia uchawi utakuwa na ushahidi. Don't you believe me? Kwa hiyo niamini mimi kwamba ni kweli. Na kuamini ni wewe, lakini unatakiwa na ushahidi kama kweli mtu huyu anatumia uchawi. Ukienda kuelezea vibaya katika ufalme hawatakuelewa. Lakini mwana anatumia uchawi kabisa. Hakuna mtu atakaye kuamini bila kuwa na ushahidi wa kutosha. Tumia ushahidi ndio mhukumu mtu kama anatumia uchawi. Mfalme hawezi kukuamini hivi hivi bila kuwa na ushahidi wa kutosha. Lakini lazima tukaangalia kitu kama hichi. Lazima tu uwe na ushahidi wa kutosha. Mfalme hawezi kukuelewa. Hapa uchawi umekatazwa Camelot. Akienda bila ushahidi itamletea madhara. Gaius alimuonya. Lakini mtu huyu kang'atwa na nyoka na hakuuawa kwa panga au kupigwa kwa panga. Ilifika mchuano ikaendelea, lakini mashindano lazima yaendelee. Leo ni siku ya pili ya michuano. Ndio kupigana na huyu jamaa. Asema anaonekana ni mtu mkubwa kweli. Nasikia na nguvu kama za dubu, lakini hamna shida. Anitishie huyu. Kwa makini hamna shida. Michuano ilikuwa inaendelea. Na mshindi sasa hivi ni Arthur na Knight Valiant. Wao wawili tu ndio anayeongoza. Unahofia kuhusu kakako? Hamna. Mechi zikaendelea baina ya Arthur na huyu mtu kutoka ufalme mwingine.
Huyu bwana anaitwa Valiant yuko pale. Valiant yuko pale na wale nyoka wake. Ngao yake ina michoro ya nyoka. Na Merlin nikamuona huyu anatumia uchawi. Na uchawi hautakiwi katika ardhi ya Camelot. How are you getting on? Umeshaelewa? Just doing my... Ninafanya kazi yangu tu. Nafuata mambo yangu tu. Mengine hayanihusu. Gazi yakuwa namuonya awe makini anapotumu mtu kwa uchawi. So ikawa inaendelea katika eneo hili. Michuano ikawa inaendelea. Mechi kwa mechi. Watu wako wewe. Mechi kwa mechi. Mba kitu namna hiyo. Asa alikuwa anafanya vizuri kweli. Kwa upande wa Camelot, Asa alikuwa anawakilisha Camelot vizuri zaidi. Asa kapanda kileleni pale. Upande pili mtu alivaa nguo za njano Knight Valiant. Na anafanya mambo yake kutisha kweli kweli. Bwana alikuwa anafinya si mchezo. Na yeye ameibuka mshindi baina ya wageni. Kwa naye akaibuka mshindi baina ya askari wote waliokuja hapa. Yeye aliibuka kuwa mshindi yeye. Gazi kumcheki mtu wa pili pia ilikuwa ni vile vile. Huyu mtu naye pia amezimishwa. Wote wamekuwa chini sasa. Knight Valiant na Arthur ndio wamekuwa kuwa wawili. Arthur anakwenda kupigana na yule jamaa. Tunafanyaje guys? He'll use the shield. Anatumia uchawi. Ile ngao itamuua Arthur. Ile ngao ya wale nyoka itamuua Arthur. Mao nyoka wana sumu kali, wakikung'ata ni tatizo. Merlin akajua inabidi afanye kitu, vinginevyo Arthur atakufa. Huyu bwana hajazinduka mpaka sasa tangu ang'atwe na wale nyoka. Merlin alimtazama usiku mzima. Gazi alirudi nyumbani. Merlin. Vipi kuhusu nilichokisema jana, umenisikiliza? Look, Uther really wouldn't. Asa kweli hataki kunisikiza mimi, lakini mfalme hawezi kukusikiza bila ushahidi wa kutosha. Upo sahihi. Hatuwezi kumwacha huyu mtu wa mzuru Arthur. Tunafanyaje sasa? Tuna ushahidi wa kutosha. Kama hatuna ushahidi, tumtibu huyu bwana. Tushamtibu huyu bwana, atasema ukweli mbele ya mfalme kwamba ule bwana anatumia uchawi. Itakuwa ni rahisi kuweza kumsaidia. Ni huyu mtu pekee kutusaidia, ni huyu. Inabidi tumtibu huyu Ewa apone. Ewa akipona atatuambia ukweli nini kitendeka. Merlin akawa ametoka. Lakini sasa inabidi upatikane ushahidi wa kutosha kwamba kweli huyu jamaa anatumia uchawi wa nyoka. Sasa round hii Valiant umefanya kazi nzuri sana kuwapiga askari wengi. Ni kazi yangu mheshimiwa kufanya kile ninachostahili. Mfalme alimpenda huyu bwana, anapiga panga vizuri. Kaamba kama unapa kuishi njoo uishi Camelot. Mimi napenda askari kama wewe wanaopiga panga vizuri. I'll be honest. Asante, nitafurahia kuishi hapa. Kama ukishinda, basi mfalme anamwambia ukishinda unaweza kama kuishi hapa. Lakini Merlin alitaka kutafuta ushahidi wa kutosha kumweka mtu kwa adhara, kwani anatumia ngao yenye nyoka wa kichawi ambao ni ngao ya kichawi. Alifungua mlango wa kichawi Merlin. Alitamka maneno fulani pale. Mlango ukafunguka, huwezi kuamini. Sasa anataka tafuta ushahidi wa kutosha kumuumbua huyu bwana. Ile ngao hii hapa. Na hii ngao ukisogelea, hawa sio picha, hiyo ni nyoka. Hawa sio picha, ni nyoka wa ukweli. Merlin aliwacheki namna hii. Akasikia kuna mtu anapita hivi. Merlin kusogea namna hii. Alipogeuka nyuma, alihisi michuano ya nyoka fulani anapita. Kumbe wa nyoka alitoka miongoni mwa wale nyoka. Mmoja ndio huyu. Huyu mmoja alitoka katika wale nyoka wako pale. Alitaka kumuuma Merlin pale. Merlin akamwinda akamtaimu namna hii. Anapotoa kichwa tu, kata kichwa pale. Kabaki wale wawili pale. Akachukua kile kichwa, akaondoka nacho. Unaona? Fast akakimbia na kile kichwa. Bwana kuja pale. Alimkuta Merlin ashaondoka. Na Merlin kaondoka na kichwa kimoja cha wale nyoka wa kichawi. Na yule bwana alikuwa ajui. Guys, akaitoa sumu ya wale nyoka. Ajue ni nyoka wa aina gani. I get started preparing. Sasa nikafanya kuandaa tiba ya juu ya mtu huyu. Naenda kumwambia Arthur ukweli. Hapo unahitaji ushahidi kama huu. Mwambie Arthur akiwa na ushahidi. Vinginevyo utaingia matatizoni. Merlin akakwenda akamwacha Gazi pale. Akasema nimemkata kichwa nyoka. Alimuelezea kila kitu na ushahidi. Akasema ni ukweli. Huyu nyoka akikung'ata lazima uparalyze. Nyoka akichai. Gazi amezirisha hiyo. Yule bwana Ewa aling'atwa akazimia pale. Huyu bwana anatumia uchawi kupigana na wewe. Akasema yule Valiant hawezi kutumia uchawi katika ardhi za Camelot. Nimeona ngao yake ikitoa uchawi wa nyoka. Nyoka wanatoka wazima. Akamwambia kumbuka huyu ni utani anifanyia Merlin. Guys anaandaa dawa kumtibu huyo bwana. Huyu bwana akipona ataelezea ukweli wa kila mtu jinsi gani ameng'atwa na yule nyoka. Kama waamini kuhusiana hili, akilisa
ufikiri anachokwambia Arthur. Angalia, hamna nyoka kama hawa katika mji wa Camelot, hamna nyoka wa aina hii. Hebu tazama huyu nyoka. Hasa kucheki kichwa cha huyu nyoka, si nyoka wa kawaida ambaye anaweza kupatikana katika maeneo kama haya. Najua mimi ni mfanyakazi wako tu, lakini siwezi kudanganya chochote kile. Najua sisabiki mbele yako, lakini siwezi kudanganya kitu. Huyu bwana anatumia uchawi wa nyoka. Nataka uniapie kama unachoniambia ni ukweli. Nasema nakuapia ni ukweli ninachokisema. Yule Knight Valiant anatumia uchawi wa nyoka, na nyoka ni wa kweli pale. Kabla na kuamini basi. Lakini wakati unaongea vile, miongoni mwa wale nyoka alikuwa anafuatilia kichwa cha mwenzake. Asubuhi alipokucha asubuhi kuelekea machuano, Asa alimuita na mfalme na wengine wote. Leo kuna kitu alitaka kuweka wazi mbele ya mfalme. Asa alikuja hapa kumshtaki baba yake kwamba mtu huyo anatumia uchawi. Sasa ubwana alikuja mpaka pale na mfalme alishangaa kwa nini ameitwa muda kama huu. Ewa ndo huyu huku, Ewa ndo yule ambaye aling'atwa tayari na nyoka, kwa alimtegemea huyu kama mshahidi. Akaambia karibu tena. Yule mtu anatumia uchawi wa nyoka kwenye ngao yake. Akasema ndio. Nyoka wazima wako pale. Unatakiwa uamke ukatoa shahidi kwamba ni kweli yule mtu anatumia uchawi wa nyoka. Kwani kamuonya Arthur. Akaambia tulia kwanza. Arthur atakuita saa muda mrefu. Wangu kuchukulia dawa ambayo itakupa nguvu angalau uweze kutembea. Maana sumu ajeisha ndani yako ya nyoka. I'll be right back. Narudi. Mzee ametoka mienda kutafuta dawa kumpa mtu huyo apate nguvu. Na huyu ndo shahidi wa pekee atakayewasaidia kina Melanie kule. Lakini akiwa mtoka pale, yule nyoka alikuja mdogo mdogo miongoni mwa wale nyoka waliokuwa ndani ile ngao. Huyu mtu aliona wale nyoka, kwa kitoa ushahidi ni balaa kubwa kwa yule mtu. Hivyo nyoka huyo alituma kaingia katikati ya bwana. Bwana akiwa anashangaa nyoka alifika pale pale. Huyu nyoka alimuua huyu mtu, ushahidi ukakosekana. Mfalme alikuja mpaka hapo. Kwa nini ameita saizi? Asema Knight Valiant anatumia ngao ya kichai baba. Kudanganya katika mashindano. Mashindano kama anatumia hiyo. Mheshimiwa, mna kitu kama hichi. Mimi situmii uchawi. Is your son have any evidence? Mimi kuna shahidi wote kama mimi natumia uchawi. You have evidence? Kuna shahidi wote? Asema ninao baba. Lete Melanie. Kile kichwa kililetwa ndio hichi. Mzee akakicheki. Mfalme akacheki kweli ni kichwa ndio hichi. Aya, muda wa kuamka unywe dawa. Shahidi anamtegemea ndiye huyu huko ambaye Gazi anamponya kipona aondoke nao. Kufika hapa Gazi anashangaa. Ewan anakumbuka alimwacha mzima huyu shahidi. Let me see the shield. Hebu tuone ngao. Wanasema na nyoka. Mwambie asikaribie. Be careful. Baba kwa makini usikaribie ngao. Huyu mtu sio mzuri. Mzee akatizama ngao, mwanae anasema kwamba ni nyoka hao. Melanie, Gazi akaja kumsanua, mshahidi amekufa. Mlete Ewan aje hapa aelezee ukweli. Oh, it's just an ordinary. Unaweza ukaona kabisa wasa nyoka kawaida ni picha, lakini hawa ni nyoka sio kawaida. Sasa nitajua kama ni ukweli unachokisema. Yuko mshahidi ambaye aling'atwa nao nyoka. Ewan alipiga neno mara ya mwisho. Aling'atwa nao nyoka kwenye hiyo ngao. Ameparalyze mpaka sasa hizi na anapata tiba. Na tunaye hapa. Mshahidi ameshakufa tayari. Hakika ukweli kama ni ukweli au si kweli. Huyo shahidi akija, muite huyo shahidi aje hapa. Anatakiwa aje hapa. Gazi anaambia shahidi ashakufa na mfalme anasubiri ushahidi. Jamaa kaona vipi? Where's Ewan? Yuko wapi Ewan? Wakutoa shahidi. He's dead. Amekufa Ewan. Waiting. Nasubiri ushahidi hapa. Mzee ashakasirika kule. Sasa ushahidi ukiwa hamna, kuaminika hapa ni uongo. Huwezi aminika. Na mzee anasubiri ushahidi. I'm afraid the witness. Naogopa shahidi amekufa tayari. Have no proof. Ina maana una shahidi kuhusiana na kitu mtu mwenzio. Have you seen? Hivi ushaona akitumia uchawi huyu mtu? No. Sijaona baba. Lakini Melanie alimuona, mfanyakazi wangu alimuona. Mfanyakazi? Unamtuhumu shujaa mkubwa kama huyu kisa maneno ya mfanyakazi wako aliyekwambia? Ndio unatuhumu mtu kama huyu? Sababu ya mtu mfanyakazi? Mimi nasema ukweli. Mheshimiwa, mnafikiri ananionea mtoto wako? Na niogopa labda. Nimekuona kutumia nyoka kutoka akiwa hai kwenye ngao. Unasubutu kuingia kama jambo kama hili. Walinzi, mtoeni Melanie hapa. Melanie kuingilia uruhusi, mfanyakazi uruhusi kuingilia masuala ya kifalme. Mheshimiwa, subiri. I'm sure he was. Asami sipendi mtu hukumiwe kwa ajili yangu. I wouldn't want him. Kama amenituhumu labda ni maneno tu ya kusemwa. Hata hivyo mtu nafikiri labda This is how a true knight. hivi ndio jinsi shujaa anatakiwa kuwa. Voluntary and Hakuna ushujaa na una mwaminifu na heshima. your son.
Mtoto wako amenituhumu mimi kwa kutumia uchawi. Labda anaogopa kupigana na mimi mfalme. Nitakubali ajitoke na mashindano na nitamwachia ushindi kama anataka. Hivi ni kweli? Unamwogopa mtu huyu kupigana naye mpaka unamsingizia? Hapana baba. Basi kwa nini unamfanya maelezo kama haya kumsingizia mtu huyu? Kwa kuwa kuna ushahidi, wote wakaamini huyu bwana amesingiziwa. Kwa Asa aliaibika maskini. Alikosa jinsi ya kujitetea. Ushahidi ni kitu muhimu sana hapa. Kiukweli kutoka kuna kutokuelewana kidogo. Nitajitoa katika kumtuhumu mtu huyu, nisamehe. Nitafuta tuhuma hizo na nisamehe kama utojali. Nimekubali. Wote wakafikiri labda Asa anamwogopa mtu huyu kwa sababu ana uwezo. Wengi wakafikiri ni hivyo. Lakini yote haya ni Merlin nikamsababishia, kwani ametoa tuhuma lakini hakuwa na ushahidi. Mshahidi alishauawa. Kwa hiyo jinsi ya kumtuhumu mtu huyu ni mchawi anatumia uchawi, ikawa ngumu kushinda. Wote wakamwona Asa ni muoga na lawama zote zikaingia kwa Arthur. Na ikawa ni aibu kwa Prince. Merlin, nilikuamini. Kwa nini unifanya onekane mpuuzi mbele ya baba yangu na ufalme mzima? Najua haikwenda vizuri tulivyopanga. Tulivyopanga? Baba yangu na ufalme mzima kwa mnami ni muoga na mwogopa yule mtu kweli. Nafikiri ni hivyo. Mbona nyabisha namna hii Merlin? Tunaweza kumuumbua mtu huyu bado, kuna uwezekano wa kumuumbua. Sitaki tena huduma yako mimi. Na kufukuza. Unanifukuza? Sitaki mfanya kazi kama ambaye sikuamini. Lakini unataka kuniamini mimi ni mtu mzuri. Sitaki mfanya kazi, sitaki kumwamini. Ondoka mbele yangu. Asa alikasirika. Asa alichukizwa kabisa, kwani alimtuhumu pasipo ushahidi na wote wakaamini Merlin ni mwongo. Na Asa ikawa ni aibu kwake, maana ni mtoto wa mfalme. Kuaibika kama unaogopa kupigana kwa ajili ya ufalme wako ni aibu kubwa sana. Merlin alishindwa kuumbua ukweli kwamba mtu yule anatumia uchawi wenye ngao ya nyoka. Sasa ikawa ni ngumu kumuumbua ukweli wa mtu huyu. Merlin alikata tamaa kabisa. Lakini baadaye alirudi kwa Dragon ambaye alimwambia kwamba yeye ni msaada wa Asa peke yake. Alimrudia huyu bwana. Uko wapi wewe? Dragon alimwambia kwamba yeye na Asa atakuwa pamoja. Nimekuja kukwambia mimi siko hivyo. Mimi siwezi kuwa na hata. Mimi sio yule mtu ulifikiri nitakuwa. Mimi sio yule mtu wa kumsaidia Asa, amekosea. Alikuwa anamshushia lawama Dragon. That's it. Lakini Dragon hakutokea. Goodbye. Kwa heri. Alimtumu kwamba Yesu yule mtu anemfaa Asa. Mbona kila kifanya anashindwa? Akaambia ilikuwa rahisi kwa sababu hakuna mtu anaweza kukimbia hatima yake. Huyu Dragon alirudi. Lakini mimi kazi yangu ni kumlinda, lakini sisi kumlinda mtu ananichukia. Akaambia mtu hawezi kukuchukia ghafla kwa kitu kidogo kama hicho. Lazima kuna mapenzi moyoni mwako bado yapo na mtu yule. Hizi ni hasira za ghafla tu. Lakini sivyo nilivyotaka. Akaambia lakini wewe na Arthur njia yenu ni moja. Huo ndio ukweli. Sio kitu kingine. Lakini sasa Nyamini tena amenifukuza. Kasika karibu naye. Akaambia hii sio mwisho kijana mdogo. Ni mwanzo tu hapo. Huyu Dragon alikuwa anaongea kwa mafumbo. Akaambia wewe na yeye kama mwezi kuachana. Nipe jibu basi nifanye nini? Dragon alikuwa amekwisha kuondoka. Na ilishindikana afanye kitu gani? Basi Merlin alikosa njia. Akaamua tulia tu, hana njia tena, kwani ushahidi hamna. Guinevere alimfuata Merlin. Ni marafiki wamekutana juzi, wameshazoeana kama hivyo. Aliamua kumtia moyo. Is it true what you... Ni kweli kwamba unasema yule mtu anatumia uchawi wa nyoka? Asema ndio. What are you going to do? Unafanya nini sasa? Everyone seemed to think it's Kila mtu anafikiri mimi naongea uongo kila ambacho nimekisema. Yes. Lakini ndivyo ilivyo. Lakini naona sivyo. Unapaswa kuwafanya waamini kwamba kweli wewe ulisema ni sahihi. Lazima una ushahidi wa kutosha. Nawezaje sasa? I don't know. Mimi sijui utafanya nini. Zirishia kila mtu kama ndivyo ilivyo. Hapa kuna mdoli na ni sanamu la mbwa yuko pale. Kucheki sanamu akapata wazo. Akasema na wazo moja, ngoja. Unafanya nini? Sasa Merlin ni mtundu kidogo licha kuwa mchawi. Akaona kuna mchongo wa sanamu huko hapa. Akataka upeleke ndani ya chumba chake. Unataka kunisaidia kubeba, kuna wheelbarrow labda? Akamchukua sanamu akaileta mpaka ndani ya chumba chake. Unafanya nini wewe? Gazi akawa anashangaa bwana anafanya kitu gani? Alileta sanamu mpaka ndani. Hii sanamu ya mbwa
Subiri kidogo. Akaingia chumbani kwake. Kuna wazo lilimjia. Kuna kile kitabu alipewa na Gaius, kitabu cha uchawi, ambao unaweza kusoma baadhi ya spell za kichawi au maneno ya kutamka ukaumba vitu vikawa vinafanyika kuwa vizuri kabisa. Hichi kitabu kinasema kumgeuza sanamu ikafanya kazi. Kwa kijua aina uchawi huu itamsaidia kumuumbua yule mtu kesho, maana akiweza kugeuza hii sanamu kweli ikawa mbwa, basi atafanikiwa kumuumbua yule mtu kesho. Kwa hiyo kifanya anataka asome maneno ya kichawi kumgeuza huyu sanamu akawa mbwa kweli. Kila kijaribu ikae na kataa. Akatamka maneno mengi kweli kweli, lakini bado mtu hajageuka. Bado yule mbwa hajageuka kuwa sanamu. Mpaka usiku mwisho akafikiria cha kufanya. Lakini katika upande wa usiku, Morgana akiwa amelala, akaona Arthur akiuawa na yule mtu katika ndoto. Akameshtuka usiku. Aliota Arthur kaka yake anauawa kesho na huyu mtu Knight Valiant. Knight Valiant ndio yule ambaye anashinda kila siku. Alimwonea huruma kaka yake. Hata anafanya mazoezi usiku kucha, huku Merlin naye anahangaika kutaja uchawi wa kugeuza sanamu igeuke kuwa mbwa wa ukweli. Akifanikiwa kugeuza hii sanamu, basi maana yake hata akitamkia wale nyoka wanaweza kutoka wenyewe kichawi. Alihangaika mpaka alikata tamaa usiku, lakini baada ya kupata uchawi wa kuumbua kitu hichi, baadaye alimfuata Arthur mapema tu asubuhi. I thought I told you to get... Nilikwambia usije mbele yangu kabisa, sitaki kukuona. Don't fight. Na kuomba usipigane kesho na ule mtu. He used the shield. Atatumia nguvu ya uchawi kukuua wewe. Asema najua. Subiri ujitoe kwenye mashindano. Withdraw. Utaenda kufa. Hivyo unashinda kuelewa. Siwezi kujitoa kwenye mashindano. The people expect... Watu watategemea mimi prince wao nipigane kuadhirisha jinsi gani mimi ni mtukufu mbele yao. Kill you. Lakini atakuua yule mtu, ngao yake kichaa atakuua. Acha nife. How can you go out? Unazaje kwenda sehemu ambapo unajua kama unakwenda kupigana na kwenda kufa? Kwani uende? Have to. Nabidi tu niende. Ni wajibu wangu kufanya hivyo kama mtoto wa mfalme. Kwa siwezi kujitoa. Asa kwa heshima ya baba yake hawezi kujitoa, kwa sababu ya heshima ya baba yake kama mfalme hawezi kujitoa. Yule mtu atakwenda kumuua kwani anatumia uchawi katika ile ngao, lakini yeye ni mtoto wa mfalme, lazima apigane. Hawezi kimbia, ataibisha ufalme wao wa Camelot endapo atakimbia uchawi. Hakuna njia bali kupigana. Merlin akukata tamaa kabisa, aliendelea kusema maneno ya kichawi. Lengo lake ni kugeuza hii sanamu iweze kuwa mbwa wa kweli. Akifanikiwa kufanya hivyo, anaweza basi kutamka maneno fulani yakaumbua wale nyoka mbele ya hadhara kesho. Alipokuwa amelala amechoka, upanga ukawa unanolewa asubuhi. Kesho vita vinapigana hapa kwenye finali. Asa aliangalia uwanja huu, akahisi wenda asishinde kesho. Morgana alimfuata dada yake, alikuja akaomba mvalishe kaka yake mwenyewe. Wote wanamuogopa yule bwana anakwenda kupigana naye kesho. Akamwambia wacha nikwambie kitu. Wote walikuwa na hofu tayari. Hata yeye pia alikuwa anakwenda kupigana, lakini alikuwa hana ushahidi kama ataweza kushinda vita hiyo. Nilikuwa nikimsaidia babangu kuvaa mavazi kama haya. Wacha na mimi leo nikuvalishe nawe pia. Basi hii ni ishara kama binti alikuwa anamuaga na kumtakia mashindano mema. Endapo hatarudi, basi ilikuwa ni kawaida sana kipindi hicho mtu kuuawa kwa upanga kwenye mashindano. Ilikuwa ni sehemu ya heshima. Akamwambia kwaheri. Ilikuwa ni sehemu ya kumuaga. Akamwambia Arthur, Be careful. kwa makini huko. Binti alofia huenda asishinde mtu huyo, kwani yule bwana anapiga vizuri alafu ana uwezo mkubwa wa panga. Akamwambia tutaona baada ya chakula, wakati wa chakula cha jioni kama nitarudi. Kama akirudi basi tutakula wote meza moja chakula cha jioni. Basi alimwahidi binti namna hiyo, lakini hakika wa kushinda ni 0% Anaingia uwanjani leo Arthur kutetea heshima ya ufalme wa Camelot.
lakini anakwenda ikiwa ana matumaini sifuri ya kurudi, kwani mtu yule ameshasikia anatumia ngao ya kichawi. Wengi hawakuamini, lakini tayari kuna kitu kinakwenda kuonekana hapa leo. Asa aliingia uwanjani kama ilivyokuwa kawaida. Basi Prince, mtoto mfalme, lazima uwakilishe ufalme wenu vizuri zaidi, lakini wote roho zinawadunda. Knight Valiant yuko pale, baba anataka kuona mwanae anamfurahisha. Mwamba yuko pale amejipanga vizuri, sasa wanavaa elementi zao tayari kwa kupiga panga rasmi. Ngoma ichapwe mzee. Hebu tuone kama Asa atatoka hapa. Bwana anatumia ngao ya kichawi. Sasa inabidi ifanyike kitu fulani. Mechi kwa mechi. Twende mechi. Huko Merlin anaendelea kufanya uchawi wake kumgeuza sanamu kuwa mbwa, lakini bado imeshindikana. Mpaka asubuhi. Mwisho alikata tamaa kabisa. Mara amegeuka kuwa mbwa wa kweli. Asikia mbwa anabweka. Uchawi umefanya kazi. Amegeuza sanamu imefanikiwa kuweza kuwa mbwa wa kweli. Imefanikiwa. Mbwa kaanza kumkimbiza kwa chumbani. Akafunga mlango pale pale. Kama uchawi umefanya kazi, basi anaweza kumuumbua yule bwana mbele ya hadhara. Asa amepigana tayari, naenda kumuona. Kwa makini, usifungue mlango wangu chumbani kwangu, kuna kitu kibaya. Kitu kibaya? Gaza akafikiri nini kimefungiwa huko ndani. Chakafungua aone. Chungulia hivi. Akuta bonge na mbwa mkali. Akarudishia mlango. Merlin na wai pale. Huku panga inaiva. Huyu bwana anagonga panga si mchezo. Hata kioshato anashangilia kweli kweli. Merlin kafika pale. Panga zinapigwa tu. Hey, nipe nikupe. Asa ameanza kuchoka. Wote wanaingia woga zidi ya Asa. Mechi. Asa anaonekana kuchoka na ile ngao ndo balaa. Nipe nikupe. Asa ameshinda. Asa anachoka tena. Wataka usichoke. Kila kijaribu kwa makini. Merlin yuko pale kumlinda Asa. Hawa nyoka huyu bwana sije kumuuma. Piga pale pale kofia kadondoka chini. Naye akaona iwe fair kwa fair. Naye akatoa kofia. Safi! Matumaini mazuri tena kwa Asa yapo. Watu wanarudi. Bwana akaona mna shida. Tupigane tukiwa tunatazamana. Uso kwa uso. Moto tena. Kama kampa kitu. Asa dipigwa. Wana kumalizia pale chini. Anagia ngao pale pale. Takuchoma. Asa kama hiyo. Ilimkosa hiyo. Hiyo imemkosa mtu mzima. Watu wako safi. Ngao kasanyang'anya mara, kanyang'anya upanga tena. Kamkamata pale pale. Minya. Ukuta liko mamizi. Mamizi yako na ukuta. Sasa akimbania kuna ile ngao ni hatari sana, maana kuna nyoka kwenye hiyo ngao. Merlin akatamka maneno ya kichawi pale pale. Geuza ile ngao, wale nyoka wakatoka hadharani. Watu wakawa wanaona wote. Nyoka wakatoka mbele ya hadhara. Wale nyoka kutoka hadharani. Sijawaita. Watu wakawa wanatumia nyoka huyo. Sasa akaumbuka. Anatumia uchawi huyu. Anatumia uchawi katika ardhi yangu, hairuhusi uchawi. Kuna anatumia uchawi. Jamaa akaona kashaumbuka. Nyoka akatoka wote sasa. Wanamfuata Asa kumuua. Muweni! Jamaa kaamrisha wale nyoka wamuue Asa. Mzee anaona mbele macho yake. Asa shika upanga huo. Hata kachukua upanga pale. Kata vichwa vya nyoka faster. Sasa kabaki huyu bwana ni mhalifu tayari. Ameonekana mbele ya hadhara. Baada ya Merlin kutamka pale, umeka panga. Anaonekana nitakwenda kushinda leo. Na nimeshinda. Kampa kitu. Alimuua pale pale. Watu wako safi. Alikuwa mwanga huyo. Lakini yote ni kwa msaada wa Merlin. Merlin asingetamka ile maneno ya kichawi, wale nyoka wasingetoka. Merlin alipotamka maneno ya kichawi pale pale, yakamleta faraja na ushindi tena kwa Asa Pendragon. Yote kwa sababu ya Merlin. Merlin asingefanya hivyo bwana angeng'atwa akafa. Leo Asa anashinda. Anawakilisha vizuri ardhi ya Camelot. Na wote wanashuhudia dogo amejitahidi kadri awezavyo. Safi. Alimpongeza dogo japokuwa aligombana jana na alimfukuza kazi. Basi kama ameshinda usiku ikawa ni karamu kubwa ya kusherehekea ushindi wa Asa. Asema wageni wangu wakubwa, kama tumpe Asa pongezi kwa ushindi wa leo. My lady.
Tuondoke. Shujaa wangu. I told you. Umeona wanawake wanavyompenda huyu jamaa? Anapenda wanawake kweli. Hata wewe pia. Has your father apologized? Baba yako amekuomba samahani kwa yote haya? Never. Baba yangu hawezi kuomba samahani kwa sababu yeye ni mfalme. Hata hivyo huyo mtu wa kutegemea kusindikiza yule bwana nini? Kama hamna lakini jawa yeye. Lakini tunataka kusindikiza yule bwana. Kutaka mshinde eti. Bado tutaki kukubali ukweli kama nimekusaidia mimi au? Nafikiri hujanisaidia kitu. Ulinipa upanga tu pale. Lakini bado hujanisaidia kitu. Kwa hiyo sijafikiria kuhusu hilo lakini My girl. kwa hiyo bado unakataa sijakusaidia tu. Nafikiri ikuwa hivyo. Si hivyo. Unajua nini? Natamani angeshindwa yule bwana sio wewe. Hata natamani pia hivyo. Unajua ulikuwa unampenda sana yule mwanaume wa jana. Ulikuwa unampenda yule. Hawa ndugu wawili kugombana kama hivi kawaida sana. Mtu na dada yake kwa hiyo. Can you believe? Unaweza kuamini Morgana anachoniambia eti ndo kaniokoa. Umeamini kitu kama hicho? Like I need. Eti mimi nataja msaada wake. Alikumbuka. Wewe, nilikosea mwanangu. Sitakufukuza kazi tena. It was unfair. Nafikiri haikuwa sawa kwako. Kwa hiyo akamwambia nisamee nikufukuza kazi. Akamwambia sijali kuhusu hilo. Buy me a drink. Nunulie kinywaji, tutaachana. Really? Mimi nafikiri hiyo sio vizuri sana. Nilikufukuza, wewe ni mfanyakazi wangu tu. Your servant. Mfanyakazi wako. Lakini unakumbuka ulinifukuza ujue. Now I'm rehiring you. Nimekuajiri tena, nikufukuza, nimekuajiri chembe. Afu nguo zangu ni chafu, vazi yangu ni mbovu, afu nguo yangu imevunjika, upanga wangu hujanolewa, nenda kanole na mweza nitandikia kitanda changu. Baada hapo nikee chakula, nasikia njaa. Hakisha unatandika kitanda changu na meza yangu ikipendeze vizuri. Basi ilikuwa ni sehemu ya pili ya Merlin. Hebu tuone katika sehemu inayofuata na kwenda kwaje. Kuna mtu mmoja anaingia na ucheka katika ardhi Camelot, anasababisha maafa makubwa tena katika sehemu ya Camelot. Hili utangulizo wa sehemu ya pili ya tatu inayofuata. Hii sehemu ya pili, tukutane sehemu ya tatu ya picha ni Merlin. Basi kumbuka ni kwa 0742140135. Ana matukio katika sehemu inayofuata, sehemu ya tatu ya picha ni Merlin. Basi ilikuwa ni sehemu ya pili, tukutane katika sehemu ya tatu. Bye bye.